Nditi, msomaji ni Juma Kamia. Kwanza ni habari kwa ufupi. Hivi sasa wanyama jamii ya tembo wamepungua mara baada kwamba kufanya madhara makubwa mwaka juzi na mwaka jana, kufanya madhara makubwa kwa uharibu mimea wa kulima kama vile mahindi, mihogo, mtama, baadhi mididi, pamoja na uharibifu mkubwa wa kupanywa matawi ya mikorosho. Habari kamili. Hivi sasa wanyama jamii ya tembo wamepungua vizuri mara baada kwamba kambi la maliasili lililoko Nditi kufanya vizuri kuwasaka ndovu hao na kuwapunguza wengi kutokana kwamba uharibifu mkubwa uliofanya kuharibu mazao kulima kama vile mahindi, mihogo, mtama, baadhi mididi, pamoja na uharibifu mkubwa wa kupanywa matawi ya mikorosho. Katika maeneo ya kata zilizoharibiwa, uharibifu wa wanyama hawa katika maeneo ya kata za Nditi, Nelo, Ngongo, Kitande na Mapuya, Mwandila, Mkoka pamoja na maeneo mengine. Wananchi wa vijiji hivyo wamejaribu kuilalamikia kila serikali waweze kupata fidia kinwa mgongo kwa pale mazao yalivyoharibika na wanyama hawa, lakini mpaka hivi sasa bado serikali haijafanya chochote. Wanaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC1 hapa Nditi. Taarifa zinasema habari zingine za kimataifa zinasema watu 300 wamefariki dunia katika mashariki ya mbali mara baada ya vita vitakatifu vinavyopigana kati ya serikali ya Israeli na majeshi ya Palestina. Palestina hivi sasa imelalamikia Marekani na washirika wake katika Umoja wa Mataifa katika hali ya kukaa mazungumzo ya kujadili kusitisha mapigano haya, lakini bado mpaka hivi sasa Marekani hajafanya chochote. Na huku watu 600 wamefariki dunia katika maeneo ya Urusi mara baada kupigana vita kati ya Ukraine na Urusi. Urusi imedondosha makombora mazito kuishambulia Ukraine katika hali ya kugombania mpaka, lakini kwamba rais wa Ukraine anakadhi ngumu kwa mishale wake zaidi ya milioni 2 uliokuwa jilana makambi ya jeshi kofia kuuawa katika maeneo hayo, pamoja kwamba Urusi imesema haitashambulia raia. Na mwisho kabisa wa taarifa ya habari anasema kijana mmoja ambaye amehifadhiwa jina lake alifariki dunia mwaka 2025 mwezi wa 9 mwaka jana. Mtoto huyo alifariki dunia, lakini mtoto akisemekana kwamba mtoto hajafa, mtoto amefufuka. Kwa mujibu wa waandishi wa habari wanasema kwamba mganga mfawidhi wa kishirikina alimnasa mtoto huko katika hali ya kiutaalamu kiuganga na kumpeleka katika makwao. Taarifa zinasema kwamba mtoto huyo alionyeshwa kwa siku za mbele, lakini katika makundi ya watu aina mbili aliamini na kundi lingine watu hawakuamini kutokana kwamba kuonekana mtoto huyo, na pamoja katika ahadi ya mganga kujiahidi kwamba mtoto ataonyeshwa mara baada ya mwandamo wa mwezi wa Kiislamu katika Eid ya sikukuu ya Kiislamu itakapopita, lakini mpaka hivi sasa mara baada kwamba kupita swali mtoto huyo bado hajaonekana. Na ndio mwisho taarifa habari kutoka TBC Nditi hapa Tanzania, TBC Taifa. Na nazungumza hapa na mzee Hussein kidogo ana makala ya Juma Kamia. Nasemaje, naongea na Juma Kamia hapa TBC1. Ngoja kwamba tujikumbushe kidogo kwa Mheshimiwa Mzee Magufuli kabla hajafa hapa enzi ya uhai wake Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli wakati anazungumza. Mimi Dr. John Pombe Magufuli, na hapa kwa moyo wangu wote nitarinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu nisaidie. Nitaboresha miundo mbinu, nitaboresha sekta ya afya, nitaboresha kilimo, nitaboresha wafanya biashara pamoja na vijana kuwatoa pale walipo na kuwapeleka na huyo ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli wakati anazungumza kutoka TBC Tanzania enzi ya uhai wake. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kabla hajapata urais alikuwa ni waziri wa ujenzi pamoja na nyumba na makazi kutoka enzi ya Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete. Tumefikia mwisho wa matangazo kutoka Radio Nditi, Radio TBC kwa udhamini wa Mzee Chibo hapa katika maeneo ya Gazete, na wakati studio hii ndio itafunguliwa moja kwa moja pale mwezi wa 7 kiangazi, na kwamba katika hali mambo ya kiuchumi atakavyo. Asante sana. Hii ni TBC Tanzania kutoka